Barikiwe sana.
Basi kwa kweli napenda kumshukuru Mungu. Ila nyinyi Nazareti mleo mmezorota. Mlipoanza tu nikajua lazima nitasema. Ndio kikozi wake na watu wengi hapa, kikisimama hapa inajaa hapa. Leo kulikoni leo? Lazima mtafutana. Ila kuna kwa nyingine hadi nimeshindwa nimemfahamu mmoja, tukasema mambo yanabadilika. Ile kwa nyingine iliimba nyuma Tumaini. Nilimfahamu mmoja tu, nikasema wengine wageni hao ni wa hapa. Basi jambo jema. Kwanza poleni. Mkutano huu tumeuahirisha mara kadhaa, imekuwa kila tukipanga siku ile inatokea tukio lingine. Hata leo. Yaani leo tukasema sasa leo tusiahirishe. Kwa vyovyote vile lazima tuende, maana sasa itakosa maana. Hii mkutano tunafanya mwanzoni mwa mwaka, kama sasa itaanza kwa katikati ya mwaka au mbele zaidi. Kuna wakati tulipata msiba wa mchungaji mmoja wapo, nadhani baba harusi kama sikosei, au ilikuwa tarehe nyingine. Ilikuwa nyingine. Basi ulikuwa mwingine. Lakini leo jana tukapewa taarifa ya msiba. Amekufa baba wa mchungaji Kanoni Wilson Masilimu ambaye alikuwa katibu kabla ya katibu wa sasa. Sasa tukashauriana tukasema lazima tujigawe. Kwa hiyo Victor General 70 mama askofu tukasema ninyi nendeni na sisi tuje huko. Kwa sababu tukaona tukiahirisha tena leo itakuwa ngumu. Na kwa sababu tulipewa taarifa jana usiku, asubuhi tulilazimika kukimbia hapa na pale ili tuone tunawezesha wanaenda au nasi tunakuja. Kwa hiyo tena tumekuja kwa kuchelewa, naomba mtuwe radhi. Sasa baada ya hapo karibuni. Nimefurahi kwa kweli, mnaimba vizuri. Hata Nazareti ambayo nimewalalamikia kwa namna ninavyonaga kundi kubwa tangu zamani. Sio swala la kuimba, ila ni swala la kundi. Mimi macho yangu yamezoea. Simama hapa ni kutoka huko mpaka huko. Najua hiyo ndio Nazareti. Za leo imeimba wachache. Lazima mseme tu tunakuja wote. Tunafurahi kuona watoto wetu, tunafurahi kuona vijana wetu. Waimbaji ni mkono. Ja kabisa, wala mtu anashindwa kuelewa nani kanasema sauti gani. Ndio hicho tu, lakini sio kwa maana ya uimbaji. Mwaka huu tuliamua kutafakari kutoka katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 33. Mwaka ni mstari mmoja tu. Watakaozungumza watatafuta na nyingine kujengea nyama, lakini kwa kweli tunapata mwongozo wa tafakuri yetu kwa mstari mmoja tu wa 33 Yeremia mstari wa 3. Niite nami nitakuitikia, nami nitakuacha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Anayesema maneno haya kwa kweli ni Mungu mwenyewe, ila anatumia kinywa cha Yeremia kuambia Wayahudi. Wasikiaji ni Wayahudi, msemaji ni Mungu kupitia kinywa cha nabii Yeremia. Anawaambia Wayahudi wakiwa wapi? Wayahudi wanapewa ujumbe huu wakiwa huko uhamishoni Babeli, na wengine Ashuru. Ashuru na Babeli ni Irani na Iraki. Irani ndo Ashuru, Babeli ndo Iraki kwa sasa. Walikwenda huko miaka mingi iliyopita, kama 721 hivi kabla Yesu hajazaliwa, kikundi cha kwanza. Baadaye awamu ya pili mwaka 586, yote kabla Yesu hajazaliwa. Na walienda kule kwa sababu walikuwa wamemkosea Mungu, na Mungu akaachilia
iwe kama adhabu kwao, kwa sababu hawajatii neno lake. Sasa wachukuliwe kama mateka, waadhibiwe, wajifunze. Sasa kwa nini nabii, tunajiuliza swali halafu tunajaribu kujibu. Kwa nini nabii kwa kuvuviwa na Mungu mwenyewe anasema uniite na nitakuitikia? Kuna sababu gani mpaka aseme hayo? Ukisoma Mwanzo sura ya 12 mstari wa 1 mpaka ule wa 3, unakutana na habari ya kuitwa Ibrahimu kutoka katika Uru wa Ukaldai aende mpaka katika nchi ambayo angeonyesha ndio Kanaani au Israeli ya sasa, na kwamba kama angetii Mungu angempa faida 3. Moja, wangekuwa taifa kubwa. Na ninyi mnaelewa kuitwa taifa kubwa inawezekana ni nguvu, lakini wingi, na kwenye wengi haliharibiki neno. Ya pili, wangekuwa baraka, wangebarikiwa na wangekuwa baraka. Yeyote ambaye angekusana nao angebarikiwa, na ikiwa mtu angetamani kuwa laani, basi angelaaniwa yeye. Wajukuu wa Ibrahimu wangebaki kuwa wamebarikiwa. Na hitimisho la ahadi zile ni katika Mwanzo 17 ambapo pia alisema wafalme wangetoka kwao. Kama wafalme watatoka katika wajukuu wa Ibrahimu, tafsiri yake ni nini? Wasingetawaliwa na mtu yeyote, bali wangejitawala, na ikiwezekana wangewatawala wengine. Sasa leo Wayahudi wako utumwani kule Babeli, wajukuu wa Ibrahimu wako chini ya ulinzi, hawana furaha, wanatawaliwa, wanatumikishwa, wananyanyaswa, si kitu. Wakikumbuka ile ahadi ya Mungu kwao, na walipoanza kuishi ile ahadi, wakati kabla hawajamkosea Mungu, mambo yalikuwa mazuri, vizuri sana, yalikuwa mazuri balaa. Kwa mfano, wakiwa kule Misri, sasa Mungu anataka kuwaondoa. Kwanza tu wako kule Misri wageni, mmoja wao akawa waziri mkuu. Wamekwenda kule tu wapo na njaa, na mwingine amepelekwa kama mtumwa aliyenunuliwa, anakuwa waziri mkuu, wanaweza kutawala wengine. Ndio wanaona haya ndio mambo tuliyopewa na Mungu, na sasa yanatekelezeka. Ilipofika wakati lazima warudi kwao Israeli, wanapoondoka katika nchi ya Misri, kila mzaliwa wa kwanza wa mwanadamu na mnyama walikufa wote, Myahudi hafi hata mmoja. Walipoondoka wamefika mahali fulani, Wamisri wanawafuata, wana majeshi ya wapanda farasi wakali, wana silaha kali. Hawa jamaa wanatembea tu kwa mguu, hawana hili wala lile. Mbele kuna bahari, watakimbilia wapi? Mungu akafanya njia, bahari ikagawanyika kwa pigo moja tu la Musa kutumia fimbo ile aliyopewa na Mungu. Alafu upande ukawa ukuta wa maji, na ukuta wa maji upande mwingine, katikati pakavu. Wahili wanapita nchi kavu katikati ya bahari. Si hiyo hivyo tu, lakini wengine waliposema hii si njia moja na situpita pale pale, Wayahudi mbele wanatembea pakavu, Wamisri wanaowafuata wanamezwa na maji yanaungana, yanawafutilia mbali. Wanaona sisi ndio Wayahudi na Mungu anafanya kwa ajili yetu. Wanafuraha, wanaweza kumlilia, wakaimba, wakaomba, wakashukuru, wanafuraha. Wakiwa jangwani, mtu akitaka kucheza nao, Musa akinyosha fimbo, Wayahudi wanawapiga maadui, hafi Myahudi hata mmoja, maadui ndio wanaoteketea. Mpaka ilifika wakati fulani Musa amekufa, amekuja Joshua akasema, wewe jua simama hapo hapo, masaa 24 jua liko hapo hapo saa 8, ili kuwe kweupe, Wayahudi wawateketeze maadui zao. Hao ndio Wayahudi, na huo ndio uhusiano wao na Mungu. Wanaweza kumlilia wakiona kuna shida, wanaweza kufurahi wanapokuwa wametendewa mema, wanaweza kushukuru kwa mambo makubwa aliyowafanyia Mungu. Lakini kwa bahati mbaya isiyo rafiki, leo wako uhamishoni, utumwani huko Babeli. Kuna wakati wale watesi wao walikuwa wanawakejeli kwamba hebu tuimbieni wimbo wa Bwana. Akasema, tutaimbaje wimbo wa Bwana katika nchi ya ugeni? Wimbo hauimbiki. Tangu tulipotundika vinanda vyetu
Leo hatuwezi kuimba. Kama hawawezi kuimba ni furaha. Pia huenda hawawezi kuomba. Kwa nini hawawezi kuomba? Kwa sababu wamekata tamaa, hawana matumaini, kwa kuwa hata walipomwomba Mungu kwenye nchi yao ili awasaidie wawapige maadui kama ilivyokuwa tangu zamani, walishindwa. Wakawa kama Samson, sura ile ile, umbo lile lile, jinsia ile ile, ila hana nywele. Wakajikakamua mpaka wakapigwa, mpaka wakatiwa kama mateka. Sasa wanaona hata wakimwomba Mungu atawasikia. Ikiwa kijana nilikuwa napenda kwaya, nimempa kwaya mimi. Na wengine hapa nikichachamana naweza kuazidi sauti. Ngoja niwakumbushe tulivyokuwa tukiimba. Tulikuwa tunaimba wimbo hivi. Chunguza sana matendo yako, yalete kwake utapata msamaha. Watu wengi wamepoa hata kukata tamaa, wakiyakumbuka makosa waliyotenda, kwamba Baba wa mbinguni hawezi kuwasamehe. Makosa ni mengi wala hayasameheki. Umesikia? Sasa kuna wakati huu wimbo unataka kueleza, kuna wakati watu wanaweza kutokana na mtindo wa maisha walioyaishi wakadhani wamemkosea Mungu pakubwa, hata hawaoni nafasi ya kuomba msamaha. Wanadhani hata wakiomba pengine Mungu hata wasikiliza, maana makosa ni mengi wala hayasameheki. Ndicho kilichowakuta Wayahudi. Wanawaza Mungu huyu tukiwa kule nchini kwetu tulimlilia tukamwomba, hakusikiliza, akaacha tukapigwa, tukachukuliwa kama mateka. Leo tukimwomba inawezekana? Ikanikumbusha tukio moja. Kwa wababa, sijui kwa wamama, maana mimi ni mbaba. Sijui kwa wamama, lakini wababa ninyi mlio, hebu jaribu kukumbuka. Piga picha siku uliomwendea kwa mara ya kwanza huyo ambaye sasa ni mke wako. Unataka kumwambia nataka kukuoa, hivi ilikuwaje? Ulikwenda na ujasiri wote kwamba lazima atakubali? Tuwe wa kweli. Sasa sijatakubali, sijatakataa. Na wengine kama angekataa anakufuatishia na matusi na matangazo mitaani. Kuna jamaa mmoja sasa ni mchungaji eneo fulani, akawa anachumbia, anataka kumchumbia dada fulani awe mke wake. Akaandika barua, labda waelezana, lakini pia akaandika barua. Ni habari ya kweli kabisa. Ikapelekwa kwa ile, akamfanya juu chini paka ikampea ile dada, lakini alieleza vizuri nia yake. Hapa mwisho akaandika wako katika ujenzi wa taifa. Sasa kwa bahati mbaya yule dada labda aliona yale maelezo si hayaendani na kuchumbiana, atakuwa huyo mshamba au vyovyote vile, akakataa. Na huyo mdogo alikuwa chuoni. Ile barua akairudisha tena kwa baadhi ya wanachuo. Siku kesho yake jamaa wanaingia darasani, anaona pale ubaoni maandiko wako katika ujenzi wa taifa. Maneno yale imechorwa picha, inaonekana gani mwanaume, mimi mwanamke. Sasa mwanamke ndo anaenda, jamaa anajaribu kupunga mkono afu dada anafanya hivi, lakini kuna neno pale wako katika ujenzi wa taifa. Ni kama nawachekesha, lakini nachotaka mpate ile picha, namna unavyoweza kujikuta unakutana na wakati mgumu unapokuwa huna uhakika na huyo unayemwendea. Mungu anawaona Wayahudi ni kama kijana ambaye anampenda dada fulani. Sijui na nini kama huwa mnaelewa, wengine wao wanaelewa, lakini mwingine hana taarifa kabisa. Anaona mtu anakuja kumwambia bwana, nataka uwe mke wangu. Sasa huwa tunajishauri kwanza, unawaza hata mara 2-3, jaribu kwenda najaribu kwenda hivi, akikubali sawa, akikataje. Kwa hiyo ile hofu inaweza kukukuta wewe mbaba kabla haujajua huyo anakubali, ila hata wadada inakuja hofu hasa pale ukishaambiwa sasa kumwambia baba na mama. Kama baba kana kataa, bado nataka usome au kwa huo hawataki.
mimi baba yangu alifanya jambo fulani ambalo sikulikubali, lakini lilitekelezeka. Dada aliyenyonya kaniachia, kwa bahati sio rafiki, alipata ujauzito akiwa nyumbani. Walipombana, mimba ya nani? Akaeleza. Kumbe kwa bahati mbaya sana kwa baba na kwa hiyo dada ni kwamba huyo kijana, huyo jamaa huyo, maana ni mkubwa kwangu, namfahamu, na huyo mjomba yupo mpaka leo na sura wanafanana, lakini yule mtoto hawakumchukua. Baba alisema alikuwa mkali kuliko wakati wote ambao niwewe kumwona. Sio kwa sababu binti yake amepata mimba akiwa nyumbani, ila yule aliyempa mimba akasema huyu baba yake aliongea kidogo, usoga muandaa wa baba. Maana babu yetu hapo ni baba yake baba Mgomi, yeye mwenyewe ndiye alikuwa chifu wa maeneo. Kama mfika pale Mpunguzi njia panda upande wa hivi ndio alikuwa eneo ambalo yeye alikuwa kiongozi. Sasa anasema babake alikuwa mtumwa wa baba, leo mtoto wake niwe na mtetemekea kama mkwe. Akasema sitaki kusikia hata siku moja. Ilikuwa ngumu, ikashindikana kabisa. Akasema yani huyo mtoto atazaliwa hapa, yani hata sitaki kusikia mnaenda kueleza kwamba kijana yule amempa mimba binti yake. Kwa sasa kama dada alitarajia yule atakuwa mume wake, ilishindikana. Kwa alipoeleza alikuwa haelewi baba yake atasema jina, ikashindikana. Wala sio masimulizi hapa. Kwa hiyo hali ile ya kuwa na hofu na mashaka unaweza kuyapata kabla hujaelewa hicho unachotaka kukiomba au kueleza kitapokelewaje. Ndiyo iliyokuwa kwa Wayahudi kabla ya ujumbe huu. Sasa Mungu akijua wana hofu na mashaka, anaona awalegezee, awatangulizie unafuu, kwamba usiwe na hofu, uniite na nitakuitikia. Yaliyopita potezea, usijali, tunafungua ukurasa mpya. Uniite nami nitakuitikia, na nikiitika hatutaishia kuitika tu, ila nitakuletea mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Ni makubwa kivipi au makubwa kiaje? Kama msimamo vijana, ni makubwa kwa sababu ni mambo yanayohusu uhuru wa Wayahudi. Leo wako utumwani, yuko tayari kuwatangazia uwezekano wa kuwasaidia ili watoke utumwani. Kwa ni jambo kubwa, uhuru ni jambo kubwa, na kuwa huru na umaskini kuliko kula vizuri na utumwa. Ni magumu. Kwa nini? Ni kwa sababu walipokuwa kwenye nchi ya Israeli, wana mfalme, wana jeshi, wana silaha, wana makamanda, walipigwa, walishindwa. Je, leo wako utumwani, inawezekana kweli watoke? Ni jambo gumu, na tena halijulikani. Wakati huo Myahudi yani hana picha yoyote kwamba kuna siku tutarudi kwetu. Baba mmoja aliongea kwa kuepuka, tena ni mwenyeji wa kule Dodoma, miaka 3 au 4 iliyopita. Alikuwa amehukumiwa kifungo cha maisha. Kwenye ile awamu ya kwanza ya JPM, alipotoa msamaha kwa wafungwa, baadhi ya wafungwa, yeye akawa miongoni mwao. Kwa kawaida mfungwa wa kifungo kirefu huwa haiko katika uwezekano wa kupokea msamaha wa rais. Kwa hiyo ilikuwa ni jambo gumu, ni kubwa lakini ni gumu asilolijua. Yani hatarajia, anachojua tu niko huku mpaka watakaposema tumpeleke. Ni gumu wasiolijua. Mungu anaonyesha kwamba yuko tayari, kwa sababu huenda wana hofu, anatangulia kuwaeleza uwezekano wa kwamba ikiwa watagusa tu, yeye yuko tayari. Ndugu zangu, jambo hili lilikuwa linawahusu Wayahudi kuhusiana na hofu waliokuwa nayo kutokana na matendo waliokuwa wametenda, mpaka Mungu akawaruhusu waende utumwani, na sasa wako kule hawana furaha, ila Mungu amejirudi, anahitaji watoto wake warudi, lakini anataka mambo yaanzie kwao. Lakini kwa sababu hawawezi kuanza, kwa sababu wana hofu, wakikumbuka yaliyopita, anaona atangulie kuwaeleza nia alionayo hata kabla hawajasema. Ilikuwa inahusu kukombolewa kwao kutoka utumwani warudi Israeli. Leo mimi na wewe, kwa kadiri ya maandiko, ukisoma Zaburi ya 53
mstari wa 2, wa 3 mpaka wa 4 pale anasema Mungu aliwachungulia wanadamu aone kama yuko mwenye akili hata mmoja tu amtafute yeye. Akaona hakuna, wameweza wote kabisa, hakuna mwenye haki hata mmoja. Maneno ambayo yanaungana kabisa na kufanana na yale aliyoyasema Mtume Paulo katika Warumi sura ya 3 mstari wa 23 pale anaposema wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Si hao tu, hata Yohana mtume pendwa, kwa kuzaliwa ni wako ukoo na Yesu, wamezaliwa na wanawake wote walichanachanyina. Sasa msiojua kidogo samani, yaani chanachanyina ni kuzaliwa na wamama wote, mwingine wa mama mkubwa, mwingine wa mama mdogo, mpaka siku moja mama mdogo wake na Mariamu anamwambia Yesu, wewe utakwenda kwenye utukufu wako, kumbuka wadogo zako, Yakobo awe huku, Yohana awe huku, mtawala, yaani kama wanatawala kiukoo mambo ya Mungu. Sasa Yohana anasema katika waraka wake wa kwanza sura ya 1 mstari wa 8 na wa 10. Wa 8 anasema, ni maneno mnayoyazoea sana, kila ibada yanasema, ibada sio kwa ushirika. Tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu. Mstari wa 10 Luka wa 9, wa 10 anasema, tukisema kwamba hatukutenda dhambi, twamfanya yeye kuwa mwongo, wala neno la kweli halimo mwetu. Tunayejaribu kumfanya kuwa mwongo tukisema hatuna dhambi ni Mungu mwenyewe, maana tunasema wote wamepotoka, hakuna mwenye haki hata mmoja. Sasa ikiwa mimi Festo ni mtakatifu, Mungu amedanganya, hakuangalia kwa umakini. Sasa kwa sababu inatutisha mbele kwamba ukisema huna dhambi wajidanganya wewe, kwa hiyo tunabidi tugumie kwamba kweli sote tu wenye dhambi, na hata ukiinamisha kichwa chako uanze kutafakari uliyofanya tu kutoka jana saa 1 mpaka jua lilipotua mpaka sasa, utabaini kuna mahali umekosea, ukiwa mkweli kwa nafsi yako, maana hii unahitaji kumwambia mtu mwingine. Sasa ikiwa ndio hivyo, basi tunaeleza katika Warumi sura ya 6 mstari wa 23 sehemu ya kwanza hivi, mshahara wa dhambi ni mauti. Na katika waraka wa Yohana anasema atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Kwa hiyo ni viwango vile vile tu, ila mtindo tofauti. Wayahudi walikuwa ni watumwa wa Waashuru na wa Babeli, yaani watu wa Uajemi huko. Lakini mimi na wewe kwa namna moja ama nyingine, kwa wakati fulani tumekuwa watumwa wa dhambi. Kwa sababu kusema tuna dhambi, tunajaribu kumfanya Mungu kuwa mwongo. Na tukisharidhia kwamba ni mwenye dhambi, mshahara wa dhambi ni mauti. Na mtu akiwa mwenye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Kuna wakati uende wewe kufikiri sana, mimi jana tu nilifanya ufusika pale, majuzi kati tu nikasababishia mimba binti wa watu, nilipokataa ile mimba mpaka akalazimika kuitoa mimba. Tumeua. Hapo nyuma kidogo nimekuwa msengenyaji, nimechonganisha, nimehitilafishi familia fulani, mume na mke hawaelewani kwa sababu ya unafunafu wangu wa maisha, nimetumbukiza mleja wangu pale wa Pihera mpaka sasa. Unaanza kwanza, hivi nikimwomba Mungu atanisikia? Labda unalingana wale waimbaji waliosema kwamba watu wengi wamekata tamaa wakikumbuka walioyafanya, mpaka wanafikiri Baba wa mbinguni hawezi kuwasamehe kwa sababu makosa ni mengi hata hayahesabiki. Lakini leo Mungu anatanguliza hiari yake hata kabla hujamwomba, akisema niite nami nitakuitikia, nami nitakuja mambo makubwa na magumu usiyojua. Pengine umesumbuka na maradhi, umesumbuka na kimahusiano, hapo kwenye nyumba yako umekuwa kama uwanja wa ndondi. Nje mnaonekana mnacheka, mnafurahi, lakini huko ndani mnajibiwa wenyewe. Labda kule mashambani kuna mtu anakaribia kukudhulumu shamba. Labda hujadhulumika shamba, ila mpunga wako utadhani umelima kwenye usubu wa kweli. Nataja machache tu, lakini wewe ukiinamisha kichwa chako ukaanza kutafakari kwa ukweli, utagundua mazingira ambayo unasema kwa hapa nimekwama, niko Kigoma mwisho wa leo. Mungu anakuambia uniite na nitakuitikia. Ile ambayo imekuwa changamoto kubwa kwako,
yuko tayari kuitatua hata kabla haujaomba. Biblia inatuambia hivi katika Isaya sura ya 64 bila shaka mstari wa sura ya 65 mstari wa 24 anasema kabla hamjaomba nitajibu, na mkiwa katika kunena nitasikia. Zaburi ya 118 inasema vizuri kwamba Mungu yuko tayari kuwasikiliza wale wanaomwita kwa haki na kuwaondolea adha zao. Ukiona adha ulizonazo hazijaondolewa, kuna mawingu. Ama kuna msemo fulani mgumu sana, hasa wanasema watu wa mjini, malika fulani ya kina mama, nasema huyo ni domozege. Domozege ilianzishwa kwamba mtu ana nia njema kabisa, anataka kuoa, lakini kumtamkia yule dada na kwa ngumu. Domozege, domo mzito, utashindwa kuoa kwa sababu domo wako umekuwa mzito. Sio utafuta wala ili zungumzie, maana mimi au na mambo ya kijinga msizungumzie. Nataka kuzungumzia mambo ya halali na haki. Ukiona Mungu hajakusikia ama umekuwa domozege, hujamuita ili aitike, maana ameshakwambia uko tayari kuitika. Ni kazi yako tu kumuita ili akuitikie, halafu akupe yale ambayo wayahitaji. Ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili, labda unajitweka vibaya. Nakumbuka sinodi ya mwaka 2018 na isimulia, maana imepita na sasa tulishavuka huko, tunatendeleza tu. Haleluya. Na mitatu miaka imebaki, baadaye niseme baba jeni bye bye. Ni kwamba nakumbuka kulikuwa kuna kikosi cha waombaji. Sasa kumbe kile kikosi cha waombaji tuliwatarajia na kuwategemea, kumbe vikaganyika vikawa vikosi viwili. Kimoja kienda labda kwenye saa 9:30 au saa 10 hivi. Walikuwa watambuani, ni kama wako pamoja, lakini kumbe hawako pamoja. Walikubaliana waende saa 11. Wale wenzao walipoenda saa 11 ukakuta wenzao walishaenda mapema. Sasa kilichokutwa cha ajabu pale, walipofika pale walikuta wale waombaji, yani wanaombea sinodi pale Amani, alafu wanachukua kile kiti ambacho atakuwa anakaa mwenyekiti ndio askofu, wamekigeuza hivi. Kana ndio kufanya hicho kiti. Walikuwa wanakifunika hivi. Wakakutanizwa pale. Sasa walikuwa naomba. Walikuwa wanajitweka vibaya. Ndio maana nadhani yale walikuwa yanaomba ya kutekeleza. Kwa hiyo ukiona ama hujasikilizwa na Mungu, ama ni kwa sababu hujamwita, maana yeye yuko tayari kuitika. Kama umemwita, basi unajitweka vibaya. Yaani sala zako ni za hukumu tu. Mungu papa na wanaoteta nami. Yaani lengo, kama Mungu angesikia unataka kuona kesho yake, wale wote unaowadhani ni wabaya wako, labda wapo, hawezi kuwezekana, wote kwisha dawa na madondoko wamekufa. Mungu angekuwa na mtindo huo, wewe ungesimama. Mimi si mbaya kwa Mungu kwa sababu utenda dhambi, lakini Mungu amenivumilia. Ukiona sasa zako hazisikilizwi, ni kwa sababu wajitweka vibaya. Lakini kwa nia ya dhati na ukweli, Mungu anasema uniite na nitakuitikia. Alafu utafanya mambo makubwa na magumu sio yajua. Mungu atakuokoa toka dhambini, atakusamehe toka kwa mhalifu wa mtindo mbovu wa maisha mpaka kwa mtakatifu anayeingia mbinguni. Hiyo moja ndio jambo kubwa kuliko yote. La pili, labda umesetwa na magonjwa, umesetwa na hali ngumu ya maisha, umesetwa na mahusiano, umedhulumiwa haki, umemaliza masomo, lakini kila ukiomba kazi unakuta imeisha, nafasi imefungwa. Labda wewe ni kijana nadhifu, unapenda kuoa, kila unapopeleka maelezo unasema nashukuru, wala singekuwa kwangu bila tayari nimekuwa engaged na pete ya mtu. Hayo yote, kila ambacho kimekuwa mzigo kwako, na kuhakikishia kwa kadri ya neno la Mungu anasema uniite na nitakuitikia. Halafu nitakuonyesha mambo makubwa na magumu sana. Kwako gumu limekuwa lipi? Mungu yuko hapa kwa ajili hiyo na kwa ajili yako. Basi tuseme tutafakuri yetu ya leo. Mnaonaje tusimame? Halafu tumlilie Mungu. Kila mtu kwa nafasi yake. Sio lazima kila mtu akuombee na kuhakikishia Mungu amekuambia uniite na nitakuitikia. Halafu utakuja mambo makubwa na magumu usiyojua.
Muombe Mungu kwa dhati ya moyo wako na kwa imani, ukitaja kila ambacho Mungu unamsihi na umekuwa ukitamani afanye kwa ajili yako, halafu subiria matokeo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kwanza hebu tumuombe Mungu msamaha. Kila mmoja anyoshe mkono wake wa kulia. Naomba mnifuate maneno. Bwana Yesu, tunakuja mbele zako. Tunatambua kabisa tumekukosea katika njia mbalimbali. Mengine tunayajua na mengine tunafanya bila hata kuelewa. Tunakusihi utusamehe. Unisamehe mimi kwa sababu nimekukosea, lakini natamani kuwa na mahusiano mazuri na wewe. Katika jina lako Yesu ninakuomba. Amina. Tuombe. Sasa omba kwa ajili yako. Asante Baba kwa sababu wewe ni mwema. Nakushukuru kwa ajili ya upendo na ukarimu wako. Nakushukuru kwa ajili ya upendo na ukarimu wako kwa ajili ya watoto wako. Unaelewa yale ambayo yale ambayo kwa milima mirefu kwa uwezo wako. Yale ambayo ni mabonde ambayo tukipeleka kutatumkia na kwa Mungu wa rehema. Fanya marekebisho kwa ajili ya mimi. Fanya marekebisho kwa ajili ya kanisa lako. Fanya marekebisho kwa ajili ya mtu mmoja mmoja tulio katika jengo. Mungu tunahitaji, tunakulilia, tunakusihi kwa sababu wewe ndiye uliyetuumba, ndiye uliyetuokoa. Kweli tumekukosea, lakini bado unatuelewa. Unatupa nafasi ya kukulilia, tukuite, ukutane kuitika. Nakusihi sasa, leta uamuzi kadri leta msamaha. Leta nakusihi Yakobo, nakulilia Mungu. Hebu tusaidie, tusikie. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Roho Mtakatifu shuka kwa wakati huu Bwana. Baba, leta uamsho katikati ya makanisa. Roho Mtakatifu